Habari za muda huu, mtazamaji wetu wa Black Stars TV. Nyuma yangu ni kikosi cha Singida Black Stars, ikiwa imesalia siku moja ya maandalizi, kwa maana kwamba siku ya kesho na leo kabla ya mchezo wetu unaofuata wa raundi ya pili dhidi ya Azam FC. Kulia kwangu niko na msemaji Handsome Boy. Bwana, unakata kiu na maji ya uhai. Maji matamu kweli kweli. Maji yanatoka Azam. Bidhaa bora. Na wanakuja hapa kesho kutwa. Kwa hiyo salamu za kwanza, maji yao matamu. Ndio. Lakini salamu za pili, tunaamini ushindi utakuwa mtamu zaidi. Si bidhaa bora? Yes. Kwa matumizi ya binadamu, basi na sisi tuna matumizi nayo. Unaendeleaje? Alhamdulillah. Mungu ni mwema. Tuzungumzie hali ya kikosi chetu kwa sasa, tukiwa tunahesabu bado siku moja na masaa kabla ya mchezo huo. Pengine hali ya kikosi iko vipi? Kwanza tumebakiza siku chache. Imebaki kesho tu, na kesho kutwa Jumatano mechi tunacheza hapa. Kwa ujumla hali ya kikosi naona maandalizi si mabaya, na bahati nzuri mimi nafika mazoezini, naona kinachoendelea, najaribu kuzungumza na walimu, nazungumza na meneja, naangalia wachezaji wanavyopambana uwanjani. Inatia moyo kuona kwamba kuna morali kubwa sana kuelekea mchezo huu. Unajua uzuri wa mechi kubwa kama hizi, zenyewe zinajihamasisha. Yaani mchezaji anapoona tuna mechi na Azam, anapambana uwanjani, aaminiwe kwenye kikosi ambacho kitacheza mechi hiyo. Kwa hiyo morali iko juu sana, naweza nikasema hivyo. Lakini kwa upande wa kiafya, kwa mujibu wa ripoti ya daktari wetu Bwana Simon Shima Shonde. Unajui majina matatu ya daktari. Sema sijakariri. Mtaalam kabisa. Anasema wachezaji wetu ambao wanaweza kukosa mchezo huu ni Khalid Habib Gego, ambaye bado anauguza majeraha. Kumbuka alipata majeraha katika mchezo na Mbeya City, mkono bado hujatengamaa vizuri, kwa hiyo hawezi kushiriki mchezo huu. Lakini Maruf Chakei naye ataukosa mchezo kwa sababu hayupo kabisa, yupo kwenye matibabu. Lakini habari njema kuhusiana na ripoti ya majeraha au majeruhi ni wachezaji wetu Horso Mwaku pamoja na Idris Diomande, ambao wamekosekana kwa muda kwenye mechi zetu. Sasa wamerejea katika uwanja wa mazoezi, naona afya zao zimeimarika, na daktari amenihakikishia kwamba wachezaji wako fiti, wanaendelea kuimarika. Kwa sijui lolote linaweza likatokea, siwezi kujua kikosi kinachoenda kwenye mechi, lakini kwa ujumla zaidi ya 95% wachezaji wetu wako fiti na wako tayari kwa ajili ya mchezo. Pengine morali ipo vipi kuelekea mchezo huo ambao umetupa pia nafasi nzuri kuona wachezaji wamepumzika, kurejea kiwanjani kwa ajili ya mazoezi kabla ya mchezo usiku? Morali kama nilivyosema, wachezaji wanahamasika kwa sababu mechi yenyewe ni kubwa, na hii ni mechi ya 3 kubwa tunacheza nyumbani katika uwanja wetu. Hata wao wanajua itakuwa ni fedheha kwao. Tumepoteza mechi dhidi ya Simba na Yanga, tupoteze tena na Azam. Kwa hiyo morali iko juu sana, kwanza kulinda heshima ya nyumbani, lakini pia Azam tunawezana. So timu ambayo tunaenda nayo kwa mashaka, ni timu ambayo tunaweza tukashindana nao. Wako vizuri, lakini na sisi tuko vizuri na tuko nyumbani. Kwa tunatarajia itakuwa ni mchezo ambao una ushindani mkubwa, lakini zaidi wachezaji wako tayari kwenda kuiheshimisha Airtel Stadium. Pengine kwa yule ambaye anayetutazama sasa hivi hafahamu kuhusiana na viingilio vya mchezo huo na tiketi zinapatikana vipi? Tumeweka viingilio, na hii ni kwa ajili ya mashabiki ambao wamekuwa wakituomba sana kwamba wanataka kuja kuisupport timu yao kwa nguvu. Kwa mechi za nyumbani wanatamani wajaze kote huku. Unajua bahati mbaya bado hatujafunga majukwaa ya mzunguko, naona viti vimeshawasili hapo, muda wote vitafungwa. Kwa hiyo wameomba kwa dharura hii tuwaekee viingilio rafiki ili waweze kuja kwa wingi. Na ninavyokuambia Pablo, huko mtaani sasa hivi wetu wakati tunakuja mazoezini hapa, umeona barabarani kule. Yes. Bwana Masanza tunataka tawi hapa. Hamasa ni kubwa, watu wanahamasishana kwenye michezo yetu. Kwa hiyo wameomba tuweke viingilio rafiki, na sisi tumesikia ombi lao. Tumeweka shilingi 2,000 kwa majukwaa ya mzunguko na shilingi 5,000 kwa majukwaa ya VIP. Hivi ni viingilio vya zawadi kwa mashabiki wetu. Waje waongeze nguvu kwenye kutafuta ushindi kwenye mchezo huu. Kwa hiyo natarajia hamasa ambayo nimeiona mitaani, naiona mitandaoni, lakini naiona kila ninapoenda hapa Singida, nataka ihamie katika uwanja wetu siku hiyo. Mashabiki wakija kwa wingi uwanjani, wakawashangilia wachezaji wetu vizuri, tunapata ushindi mzuri kabisa hapa bila wasiwasi. Semaji, kwa bahati mbaya haujawahi kupata medali yoyote, either ligi kuu ama ya kombe la shirikisho FA CRDB Cup. Kwa namna ambavyo timu yetu inacheza so far,
Mgeni huyu anasema hatuna medali. Kwa maana ya kwamba kombe la CRDB msimu uliopita tumefika fainali na Yanga. Namaanisha medali ya kubeba ubingwa. Sasa wewe sema medali kama medali, mambo ya ubingwa mambo mengine. Medali yako nilipiga nao picha naikumbuka nayo. Nilifikiri unasema hatuna medali yote. Sisi tumevaa medali ya CRDB lakini hatukuvaa medali ya ubingwa. Ilikuwa ni second runner. Inaitwa hivyo Yes. Vizuri. Tulipata mshindi wa pili, kwa hiyo tulivaa medali. Ila ya ubingwa bado, hapo uko sahihi. Kimsingi sisi dhamira yetu ni kushindana. Ni kuwa na timu ambayo inaweza kunyanyua mataji. Tumeshanyanyua kombe letu la kwanza msimu huu, michuano ya Sekafa, kombe la Afrika Mashariki na Kati, michuano mikubwa kweli. Kwa focus yetu sasa hivi ni mashindano haya mengine tunaoshiriki. Na yako mengi. Wao naongelea ligi kuu na FA kwa sababu ni mashindano makubwa zaidi. Lakini tumepata mwaliko na hii ni exclusive. Tumepata mwaliko wa kushiriki michuano ya kombe la Muungano Zanzibar na tunaenda kushiriki. Tumeshathibitisha tutashiriki. Na pia kuna Mapinduzi Cup itakuja hapo baadaye, hiyo ni mwakani sasa. Nao tutashiriki kwa sababu tuna mashindano haya yote na sisi tunashindana. Tutakuja kuvaa medali za ubingwa siku moja. Tushafika finali, Mapinduzi huko tushaingia wapi, lakini medali ya ubingwa kweli hatujavaa. Lakini bado safari inaendelea. Tuna medali moja tu ya ubingwa wa Sekafa na medali moja ya kombe la shirikisho CRDB na medali nyingine ipi ile ya Mapinduzi. Lakini ile tulikuwa tunafanya kazi kule kwa zamani. Bwana, kwa kumalizia mimi nisichukue muda wako, nataka utoe tahadhari kuelekea mchezo huu kwa Azam FC. Uwezi kuiongelea Azam kama unaiongelea Mbeya City. Uwezi kuiongelea Azam kama unaiongelea timu nyingine yoyote ya daraja la chini. Azam ni timu ya daraja la juu. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu. Tunaenda kucheza na timu ngumu, lakini ni mechi ambayo inakutanisha timu zilizoshiriki michuano ya kombe la shirikisho Afrika hatua ya makundi. Kwa hiyo ni wana makundi wenzetu. Lazima tuongee kwa heshima na adabu. Tunawaheshimu Azam FC tukifahamu ubora wao, na hivi ninavyoambiwa tayari wameshaanza kuwasili hapa Singida. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Dakika 90 zitaamua mchezo. Lakini kwa rekodi hatujawahi kufungwa hapa nyumbani na Azam FC, lakini hii mechi nyingine na tunaenda kivingine. Mimi naamini bila shaka kwa utayari wa timu ambavyo tumeiona, licha kama mechi inaweza ikawa ngumu, lakini na matumaini makubwa sana ya kuweza kupata ushindi kwenye mchezo. Asante sana. Pamoja sana. Bwana, mbona interview fupi? Huyu ni msemaji wetu Hussein Masanza. Umeona bwana, ukiwa na uhakika na timu yako kuwa bora unatamani kuzungumza muda wote. Mimi nisikuchoshe. Kesho kutwa baada ya ushindi basi ndo muda mzuri wa kuwakera watu. Amina, inshallah. Tupate ushindi kwanza. Asante sana bwana. Usiache kusubscribe Black Stars TV, lakini kufollow pia mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram ili uweze kupata habari mbalimbali kuhusiana na klabu yetu ya Singida Black Stars. Asante sana. Bwana, maji mengine